tena ametupa sisi wote na amefanya tumekuwa viumbe vipya, tumeonekana hata kwa nyumba yake tuking'aa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wametamani lakini hawajajiwezeshwa. Si ya kwamba sisi tumekuwa watakatifu zaidi, sisi tunaweza, tuko na nguvu. Hapana. Imekuwa ni kwa ajili ya makusudio yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini niseme hivyo? Mara mingi sisi kama Wakristo tunapungukiwa. Na wakati tunapungukiwa, tunajielekeza kwa njia zingine tofauti ambazo zinafanya tunatoka kwa njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anakasirika na sisi, tunaanza kuhangaika. Haleluya. But jambo ni kwamba wakati tumemtumaini, tumemtafuta kwa bidii, tunamhitaji kwa kila jambo, na yeye anasonga karibu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu tuko wazima, ametuongoza, tumeingia kwa nyumba yake. Sasa wakati umeingia kwa nyumba ya Bwana, wasiwasi tuondoe. Kama umekuwa na vikwazo kule nyumbani, vita kule nyumbani, mambo tofauti tofauti, hiyo ipaki wapi? Kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapoingia kwa nyumba ya Bwana, mambo ni mawili. Kuna baraka na laana. Na sisi wenyewe ndio tunaweza kufanya tupokee baraka ama tupokee laana. Wangapi wanataka laana? Wote tunataka baraka. Si ni hivyo? Kwa hivyo tuweke imani zetu pamoja tukiwa kwa nyumba ya Bwana, kama vile wanafunzi wa Yesu walipokuwa na imani moja na wakaenenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu pia ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu kunipa hii nafasi, ni kwa ajili ya kufunzana. Haleluya. Unajua kuna makanisa mengine hii nafasi hata ukitafuta hauwezi ukapata. But anataka watoto wake wafanye nini? Wagrow. Si eti waishi tu pale pale. So mtumishi wa Mungu, asante. Mungu akubariki sana. Siku ya leo tunapoingia kwa mafundisho ya asubuhi ya leo, tutajifunza kuhusu kupigana na maneno ambayo inapigana na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kupigana na maneno ambayo inapigana na sisi. Kuna maneno ambayo iko kwetu sisi ambayo tunapigana nayo. Kuna maneno ya laana, kuna maneno mabaya, kuna maneno mazuri. Tunapigana nayo kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mengi tunayaona. Sana sana tunayaona na tumeyapepa. Mengine imekuwa kama mama aliyepepa ujauzito kwa tumbo yake. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba haya maneno ukiangalia sana, wana wa Israeli walifika mahali wakakufuru Mungu, wakainuka na mambo yao wenyewe, wakajichongea sanamu,
wakatoa sheria zao wenyewe. Hapo mahali penye walifikia, wakaanza kufanya yale maneno. Hatujui, lakini tunajua kwamba walipotoka wakatoka kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakayaunda yakakuwa maneno yao wenyewe. Na hayo maneno ilifika mahali ikakuwa kama ujauzito kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ilikuwa ujauzito, kuna yale yenye iliwaletea laana. Iliwaletea laana. Kuna wale wenye walikufa, kuna wale wenye walikuwa kwa shida mingi sana, wakaanza kulalamika, wakipika manduru, mbona tulitolewa Misri, tunapelekwa Kanaan, mateso ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Walipepa haya yote. Lakini wale wenye walipepa mambo mazuri walisimama, wakajua ya kwamba tutatamka maneno ambayo yatampendeza Mungu, yatampendeza viongozi wao, yatawapendeza watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walitamka yale mazuri na wale wengine walitamka mabaya. Walikuwa wanapigana na maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale yenye yalikuwa maneno ya ushindi, na tuna yale yenye yalikuwa maneno yenye haikuwa na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma kitabu cha Mithali 18 mstari ni wa 20 hadi 21. Msomaji, Mithali 18, 20, 21. Tusikie na tuambia nini? Amen. Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata ya kwamba tumbo la mtu litachazwa na matunda ya kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatamka maneno kutoka kwa kinywa chako, jua ya kwamba tumbo lako limebeba. Haleluya. Ndio sababu nimesema ya kwamba wakati unapo nena maneno ama wakati unapopigana na maneno, ni kama umepepa mimba ama ujauzito. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unapopepa ujauzito, utazaa mtoto mzuri ama mtoto mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni mambo yenyewe mwenyewe ulijiwekea. Haleluya. Ndio sababu mwandishi hapa ametuambia ya kwamba tumbo la mtu litachazwa na matunda ya kinywa chake. So tunapopigana na maneno, tujue ya kwamba tunapigana na maneno gani? Ni maneno mazuri ama maneno mabaya? Wengine tumepepa maneno ya vitina. Kila wakati, mahali popote uendapo, yani umejulikana tu, fulani akiwa mahali pale ni vitina tupu. Bwana Yesu asifiwe. Na kukonganisha wengine. Masengenyo tupu.
hiyo ni mimba umepepa na utazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine amekuwa tu wa vita, kupigana vita. Hataki kuona mwenzake akiinuka, akiendelea. Ni vita tu. Bwana Yesu asifiwe. Umepepa mimba na utazaa. Wakati utazaa, utaona matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi ndio sababu unaona mtu amepepa ujauzito, wakati wa kuzaa maybe amezaa kiwete, amezaa kibofu. Ni kwa sababu hata kama yeye hakunena, ni kutoka kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kule nyuma, babake ama mzazi wake hakuanza kutubu kutoka kule nyuma. Mababu, mashangazi, mashosho hakutubu. Hao watu walikuwa na hizo shida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikaenda mpaka kwa uzao wake, akapepa ule ujauzito, akazaa kibofu, kiwete, akazaa mwenye vitina, akazaa mwenye vita, akazaa yule mwenye ameoa mabibi wengi, kwa sababu ilikuwa kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapigana na hayo maneno, ni ombi langu ya kwamba tuangalie ni maneno gani yenye tunapigana nayo, ni mazuri ama ni mabaya. Kama ni mazuri, endelea kupigana nayo, kwa sababu yale mazuri yako na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tumepata kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Unatamka hata mauti, kuua. Hiyo ni mimba umefanya nini? Umepepa. Haleluya. Umepepa mimba. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza nena uzima ama unapigana na uzima, ukiomba Mungu akujalie uzima, uishi siku mingi. Hata wale maadui wanapoona ukiishi washangae. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atasikia ile mimba yenye umepepa ya uzima, utazaa matunda ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na hii mambo mengi yani imejaa kwa makanisa. Haleluya. Yamejaa kwa kanisa, kwa waliookoka, wenye wanampenda Mungu. Wamepepa mimba. Na hizi mimba ni zile mimba ambazo ni za kuleta matunda mazuri ama matunda mabaya. So tuko kwa marathon ya kwamba unapoinuka, unamkiri Yesu Kristo, unajua kwamba alikufa pamoja na mimi na nitafufuka pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiri, ufuate sheria zake. Unaponena, unapopigana, pigana ukitetea jina lake, wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Utazaa matunda mazuri. Wakristo wengi tumeanguka ni kwa ajili ya kupigana na vita vya kimwili. Hatupigani vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome kitabu cha Yakobo. Waraka wa Yakobo. Waraka wa Yakobo mlango ni wa kwanza.
Mlango wa kwanza mstari ni wa 2. Kama umepata, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Huyu ni Yakobo, mtumwa wa Mungu na Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapigana na maneno, upende usipende, utapitia kwa majaribio. Bwana Yesu asifiwe. Magumu, mepesi, mazuri, mabaya. Tunapata ya kwamba wakati unapovumilia kwa hayo, umesimama kwa imani, umesimama na mtetezi wako Yesu Kristo, Mungu ako pamoja na wewe. Tunaambiwa ya kwamba tunapofahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yetu italeta nini? Saburi. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ni kama baraka, amani kwa maisha yetu. Tukianza kupigana hizo vita ama majaribio ama na hayo maneno, alafu tushushwe imani zetu, tutajiingiza kwa maneno ya lahana. Bwana Yesu asifiwe. Tutajikuta tunapigana na maneno yasiyokuwa ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya kimwili. Haleluya. So tunaposimama kitete na huyu Yesu, tunapopigana na maneno, atatuongoza, atakuwa pamoja na sisi na atatufanya tupokee baraka zetu, tuinuliwe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome kitabu cha Isaya 48. Isaya 48 mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tunapata ya kwamba huyu ni nabii Isaya aliongea ama alinena kupitia kwa unabii ambayo Mungu aliweza kuweka ndani mwake. Na huyu Isaya
alitoa unabii kwa nyumba ya Yakobo iliyoitwa kwa jina la Israeli. Hawakuitwa Bwana Yesu asifiwe. Tunapata ya kwamba wakati waliitwa kwa jina la Israeli, tunapata ya kwamba hawakuitwa kwa ukweli, kwa sababu walijitokeza, wakajiachilia, wakaanza wenyewe kujichongea masanamu. Bwana Yesu asifiwe. Vile neno limetuelekeza ya kwamba walianza kuchonga masanamu, wakaanza kuinamia miungu mingine, wakajipenda wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walikuwa wanapigana na maneno haya, lakini hayakuwa maneno mazuri, kwa sababu ilifika mahali wakamkasirisha Mungu. Mungu hakufurahishwa nao. Na ndio naona ulimwengu wa sasa watu wengi wamejiingiza katika miungu mingine, wamemsahau Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wamejiingiza kwa ukanga, wamejiingiza kwa nguvu za giza, wamejiingiza kwa mambo tofauti tofauti, kwa sababu ya kupigana na mambo yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mambo yao wenyewe ni mambo ambayo yanaleta nini? Laana katika maisha yao. Na sisi kama Wakristo tumemtambua Mungu, tunamjua vizuri. Mbona tusing'ang'ane ama tupiganie mambo ambayo yatakuwa na ujauzito, ambayo yatafanya tuzae matunda mazuri, ambayo yatafanya tuonekane mbele zake Mwenyezi Mungu kuwa kweli tulimpenda na tulijitoa vile tunamtambua. Tujionyeshe kwake, tujidhihirishe kwake ya kwamba tunampenda. Bwana Yesu asifiwe. Mbona tunafika mahali tunaweka mguu mmoja huku, ingine huku? Mbona tunatoka kwa njia yake tunakosa kutii? Haleluya. Ni vyema kama Wakristo, wakati tulimkubali, tusimame kitete, tutetee huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mapigano yetu yakuwe ya kupigana na maneno ambayo yatakuwa mazuri ya kumpendeza Mungu, mazuri ya kupendeza wengine, sio yale ya kupomoa wengine, sio yale ya kutoa wengine kwa misingi ambazo inastahili wajichenge. Bwana Yesu asifiwe. Inakuanga wakati mgumu sana. Mkambikilo kupitia kwa uinjilisti ameleta mpendwa kwa nyumba ya Bwana, amemuhubiria, amemwelekeza kwa njia, anamuweka kwa nyumba ya Mungu, na wewe unatoka kule unapomoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapomoa, wewe ndio unapigana na mambo ama na maneno ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Unapopomoa, wewe ndio unapigana na maneno ya laana ambayo itafika mahali itakuletea shida. Yeye amefanya kazi yake, amemaliza. Mkambi Luvoti amefanya kazi yake, amemaliza. Mkambi Benson amefanya kazi yake, amemaliza. Wewe pastor mwingine amefanya kazi yake, amemaliza. Wewe mshirika umefanya kazi yako, umemaliza. Yenye imebaki ya huyo mtu na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. So
ingia kwa nyumba ya Mungu, tuangalie sana. Tunapigana vita vya kupomoa, vya laana, ama vita ambavyo vitakuwa vizuri, vitazaa matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Uking'ang'ania wokovu mpaka upigane vita. Na ukipigana hizo vita, unapigana vita vya kiroho, sio vita vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunafika mahali tunaanza kupigana vita vya kimwili. Why? Tunataka laana. Tunataka laana. Tukitaka kanisa linyoroke, wewe unataka kuangusha kanisa. Unapigana vita vya kiroho, vya kimwili. Kuna laana mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka idara fulani isimame, wewe unakuja na vita vya kimwili. Hiyo idara inaanguka. Unatafuta laana ama unatafuta baraka? Bwana Yesu asifiwe. Tupikane na maneno ambayo itafanya nini? Italeta baraka, sio laana. Haleluya. Tuachane na mambo mengi. Tutafute neno. Na neno litatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusimame kwa miguu yetu miwili. Ni topiki mrefu, lakini kwa sababu ya wakati tutafika mahali pale. Wakati tunaposimama kwa miguu yetu miwili, Wakristo tumekosa kutii. Wakristo tumechichukua, yani kama sisi ndio tuko. Tumesahau Mungu mwenye aliyetuumba. Tumesahau viongozi wenye Mungu ameweka ni kwa ajili ya kutuongoza kwa njia inayostahili. Wanaposimamisha kanisa, wanaposimamisha Wakristo, na sisi wengine tunapomoa. Tunapigana mapigano ama tunapigana maneno ambayo ni ya laana. Twende mbele zake Mwenyezi Mungu. Kama kuna mahali penye ulipungukiwa na ukapigana na maneno ambayo ni ya laana, ya kutenga, ambia tu Mungu wako. Kwa sababu sisi wote tunatafuta tufikie hatima zetu. Sisi wote tunatafuta tufikie ufalme wa mbinguni. Ndio sababu watumishi wa Mungu wamesimama, ni kwa ajili ya kutuelekeza. Ndio sababu Mungu alitupenda, akamtoa mwana wake wa pekee. Na huyu mwana wa pekee akatupenda pia, mpaka akatufilia msalabani. Mbona tunamrudisha msalabani? Na alikuja kumaliza yote. Kila mmoja wetu wakati praise and worship wanaimba wimbo kuabudu, tuende mbele za Bwana. Tuambie Mungu aturudie, atusamee, atutakase, atusafishe, atuonyeshe njia. Kwa maana tumetoka kwa njia. Wakristo tumetoka kwa njia. Wakristo tumepotoka. Wakristo tumetoka kwa njia. Ni wakati wetu sasa kutafuta uso wa Bwana, atuelekeze, aturudie. Bado tuko na wakati. Mungu bado anatuhitaji. Anangoja tu wewe mwendee, umuite. Mungu anangoja wewe umuite, atakuitikia. Kila mmoja wetu aende mbele zake Mwenyezi Mungu na anene na Mungu wake mahali penye alipungukiwa akapata